Mwaka 78 kulikuwa na maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu. Wanafunzi walikuwa wanapinga wabunge kujiongezea mishahara. Sisi Mama Tabitha akatoa kwa miongoni mwa wabunge na mzee Kimiti. Sasa baada ya kujiongezea maslahi, walifanya kikao cha wabunge Pemba, wakapigwa picha wako kwenye mabembea. Maana pale mzee Karume alijenga viwanja vile vya kustareheshea watoto. Kwa hiyo bunge nao wakaingia mle wanatinga tu. Daily News ikatoa ile picha front page. Wakasema hawa jamaa hawa wamejiongezea maslahi na wamekwenda kusherehekea, sisi tunao tu. Nadhani wakaomba kibali wakanyimwa cha kuja Ikulu, wao wakaamua kuondoka. Walipofika Manzese pale wakapambana na polisi. The bet of Manzese wanafunzi wanaita. Kwa chuo kikuu kikaamua kuwafukuza, na waliofukuzwa ni pamoja na Majige, mtoto wa Mzee Nyerere. Alikuwa anasomea engineering. Na mwalimu alisema aliporudi nyumbani, nikamwambia bwana, mmerudishwa nyumbani kwenu Butiama, nenda huko. Lakini katika maandamano yale kulisambazwa makaratasi. Makaratasi yale yana hoja ya kisiasa. Kuwe na vyama huru vya siasa, vyama huru vya wafanyakazi, wawe na uhuru wa kugoma wafanyakazi wawe nao, na mambo kadhaa. Sasa kama ilivyokuwa kaida, mwalimu alikuwa anaendesha nchi pamoja na chama chake, NEC na Central Committee. Basi kwenye Central Committee kujadili tukio hili kubwa, mwalimu akasema, lakini jamani, pamoja na hayo kulikuwa na makaratasi haya, nataka msome wote, halafu tutayarishe majibu. Si kwamba majibu haya tunawaandikia walioandika, ila mniandikie mie. Wanasoma wajumbe wasema, huu ni uhaini, wakamatwe, watiwe kizuizini. Mwalimu akaambia hivi, mawazo hayapigwi rungu. Mawazo yanashindwa na mawazo yaliyo bora zaidi. You don't wield a club and think that you just beat ideas. No. Maadamu wamejenga hizi hoja, sisi hoja zetu za kuwajibu ni zipi? Anasema mimi rais hapa naweza kutoa order tu, round them up, watie ndani, na ukioka kizuizini hakuna muda. Au sio mzee Warioba? Ukikaa kizuizini hakuna siku ya kutoka. Nyanduga, kizuizini haina muda ile. At his pleasure anasema. Yaani ile unakaa na kutoka at the pleasure ya yule aliyekuweka kizuizini. Kwa akasema sasa jamani, na ndio akasimulia. Akasema jamani, ngoja niwasimulieni hadithi. Anasema alipokuwa anafundisha Tabora, yeye alikuwa anafundisha Tabora School nadhani, na Kaluta alikuwa anafundisha Mirambo either. Sasa siku moja Kaluta Mrabedi Saibaki kenda nyumbani kwake mwalimu, ana vitabu viwili, ana Qurani, ana Biblia. Sasa mwalimu, leo tuzungumze dini. Sema sawa. Sasa mwalimu, nyinyi mnaamini miungu watatu,
na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, si watatu hao? Mwalimu anasema mimi nikahamaki. Nilipohamaki, Kaluta akakunja vitabu vyake, akasema kumbe mwalimu huna hoja, basi mimi naondoka. Akasema ndio akapa anapa mfano wa jumba la kamati kuu. Huu ndio mfano huu. Ningemjibu kwamba ule ni Utatu Mtakatifu, lakini nilihamaki, na kwa nikaishwa, badala kujibu nikahamaki. Mwanzo akaniambia mimi ugomvi sitaki, kama huna hoja mwalimu mimi naondoka. Akakunja vitabu vyake kaondoka. Ndio akawa anambia jumba kamati kuu, kuweka mtu kizuizini ni sawa sawa na mimi nilivyofanya na Kaluta, lazima tutafute majibu. Akasema hivi, anamwambia Kawawa, yeye alikuwa anaita Rashidi, wewe usilikuwa TFL silikuwa mnagomesha watu, leo umeingia kwenye serikali kugoma marufuku. Hawa ndio wanataka maelezo ya hayo. Hoja yako wewe ni nini? Kwamba ulipokuwa unadai uhuru ulikuwa unatumia TFL kugomesha, sasa baada ya kupata uhuru hutaki wenzako watumie haki ya kugoma kama wafanyakazi. Akaambia haya ni sasa nawapeni kila mmoja mwende mkaandike alafu njibu. Hakupata majibu. Wote waliishia kwenye lazima tuwaweke watu kizuizini. Lakini nasema hivi ndio this big brain alikuwa hatishwi na hoja. Hoja zikitoka anasema lazima zijibiwe. Hoja haipigwi rungu. Hoja inashindwa na hoja iliyo bora zaidi ya ile iliyotoka. Ndugu zangu, orodha ni ndefu ya mambo ya mwalimu kwa sisi ambao tumebahatika kuwa karibu naye, lakini sema tu kwa mwalimu ametuatia urithi